lugha sana zinazungumzwa sana hizo kuhusu malezi, na tuko na moja kati ya walezi na moja pia kati ya wazazi. Karibu sana Aisee, mambo vipi? Aisee fresh. Harakati zikoje huko? Aisee tunamshukuru Mungu sana. Tunapambana. Ukisema wajionaje na hali anakataa anakuambia mimi niambie wajionaje labda na Sofia wajionaje hivi kwani mtu akisema unajionaje na hali ile neno hali imechukuliwa vingine. Yaani wajionaje, yani wewe unajiona vipi? Sababu ya majina wajionaje na hali watu wanatafasiri Haris au Ali. Kwa hiyo hali majina ni watu wale ya kiume. Sasa unajua jina la mtu wa kiume. Bwana karibu sana. Aisee asante sana. Ulikotokea hali iko vipi? Aisee nashukuru fresh kabisa, Mungu ni mwema, tumeamka salama. Sawa. Leo tuko ndani ya the big morning. Karibu sana. Najisikia tofauti. Feel kabisa hivyo na tuko kwenye the big morning. Free. Najisikia yuko sehemu salama. Sawa. Unaweza kuwa huko nyumbani kuna sherehe zako zingine huko zikafanya ukose amani, afu ukaja hapo ukosa amani. Sisi hapa bado najisikia huko sehemu salama. Sawa sawa. Moja kati ya radio pendwa kabisa. Okay. Wakumbushe majina yako wanaokusikiliza, bila shaka sio mara ya kwanza kufika hapa. Okay, sawa sawa. Asante. Kwa majina naitwa Bosco Rufatia au Bosco Rufatia maarufu GCP Kinoza. Okay. Ni mzazi, ni mlezi. Kinoza inakuwaje Kinoza? Kinoza inakuwaje? Majina mengine unaweza kufanya maana yake. Sio ndio? Haya. Karibu sana Bosco. Tumekualika kama mzazi. Sawa sawa. Tunatamani pia tuzungumze pia kama mzazi. Ndio. Una familia? Okay, mimi na familia, ni baba wa watoto 4. Sawa. Baba wa watoto 4. Kwa hiyo ni mtu sahihi kabisa kwenye swala la malezi. Utofauti ukoje kati ya malezi ya kisasa na ya zamani? Au tuanzie kwanza tunaposema malezi ni nini? Tunaposema malezi ndani ya familia kwa wazazi ni namna ambavyo mzazi anaihandle familia yake. Na tunaposema malezi, yani malezi yana kina kirefu. Sawa. Tunapozungumzia neno malezi ni namna ya kuihandle familia kwa maana ya kuwa muongozaji mkuu wa familia, wa kutoa miongozo, tuishi hivi, twende vile ili zeni tufikie malengo. Wa kusoma wasome, wa kufanya kazi wafanye kazi, mwisho wa siku familia istawi. Walezi ama hao waongoza njia ya malezi wanapaswa kuwa watu gani hasa, kwa maana ya wadau wakubwa kwenye malezi? Walezi au waongoza malezi kwanza anatakiwa awe ni mtu utimamu, mwenye akili zake, mwenye utimamu. Maana unaweza kusema mlezi hata chizi alizokuwa alishakuwa na familia, huwezi kumfanya kwa kama mlezi. Tayari alishakuwa na matatizo. Kwa mlezi lazima awe ni mtu mzima, mwenye familia, mwenye akili timamu. Mwenye akili timamu. Mwenye utimamu wa akili. Tunaona malezi yanaanzia kwa familia. Ndio. Si ndio? Na familia inajengwa na baba na mama. Inaanzia hapo. Ndio. Kuna watu wanaingia katika familia wakiwa bado wote ni watoto. Yaani mtoto amezaa mtoto. Inakuwaje hapo kwenye issue ya tunaanzia pia hapo? Tunaelekea kule tunaanza kuonekana tunaharibu au inakuwaje? Yaani unaposema mtoto kampata mtoto ni miongoni mwa mmonyoko wa maadili ambao pia hatukuadapt huko kutoka kwa wazazi wetu. Kwa sababu tunajua ili ufikie level ya kuwa na mtoto lazima uko na vipengele umefikia na umepikwa kabisa na wazazi waliokulea. Umeiva. Lakini unaposikia mtoto amepata mtoto, yani neno mtoto amepata mtoto, kuna sehemu amekengeuka, mtoto ameruka vionzi, yani hakupita zile step ambazo wazazi wanatamani apite aende kuwa mzazi. Nikikutazama naona kama wa miaka ya 2000 kushuka chini, sio 2000 kuja juu. Kuna tofauti gani unaiona kati ya malezi ya sasa na yale ya 2000 kushuka chini, ambayo sasa hivi kila mtu anakuambia kizazi cha sasa hivi hatari sana, yani mambo yameshakuwa magumu, kauli zinakuwa nyingi sana upande huo. Unaona utofauti upoje kwenye miaka hiyo ya 2000 kuja juu na ya 2000 kushuka chini? Utofauti upo mkubwa sana. Yaani kutokea 2000 kushuka chini, kwa sababu mimi mwenyewe ni wa 80 na lakini 2000 huko ndo nilikuwa nimeanza kukua. Kwa kuna utofauti mkubwa kati ya 2000 kushuka chini na 2000 kupanda juu. 2000 kushuka chini
ilikuwa kwanza unaona kuna kitu kinaitwa globalization. Yaani utandawazi umekuwa mkubwa. Sasa huko 2000 kushuka chini hayo mambo hayakuwepo. Umeona? Na unaona kabisa hata kipindi tunapelekwa shule za msingi, unaanza darasa la kwanza ukiwa na miaka 10, 11. Unaanza. Lakini sasa hivi wazazi mnawapeleka shule 6-7. Sio 6-7 tu, yaani mtoto hadi wa miaka 3 anapelekwa shule. Unaona namna gani ambavyo mambo yamebadilika. Lakini ni shule. Juzi kuna shule moja hapa. Nilikuwa napita nikakutana na dogo moja hivi. Nikamuuliza uko darasa ngapi? Akasema darasa la 7. Nikasema mama. Yaani mwili tu njiwa lakini